Kwa sababu hiyo, wewe ukimwacha ule binti, hakuna kinachokusumbua sana kwenye akili yako, kwa sababu kule we hujulikani, kwa hujulikani. Sasa hapo ni mtazamo gani ni bora juu ya katika kukubali uhalisia? You have a passion in philosophy. Keep up. Greetings, ladies and gentlemen. Welcome to Bonaventures PSA, a platform for symposia and action. This is episode A72 from the Philosophy and Science wing. Today's symposium will be led by your host, Emmanuel Fidelis Kashumba. With me, I have a co-host, Brother Jackson, and our thought leader today is Dr. Adolf Mianjo. Today's topic is simple: meditations with Adolf. It's simply a moment to reflect together, a moment to listen from our very experienced philosopher, Dr. Adolf Mianjo, to listen to his responses concerning several experiences he has had and to this very moment. Without spending so much time, I now welcome Dr. Mianjo. Dr. Mianjo, welcome. Thank you very much. Now, the very first question I would want to ask you, Dr. Mianjo, is to share with us your experience in philosophy so far. Where have you taught? For how long have you taught philosophy? That for now. Yeah, I think my first time to teach philosophy was Don Bosco Major Seminary. That was 1994, and it was in Shirimatunda, Moshi, where I taught there from 1994 to 1996. And the same 1996, I came to Salvatorian, by that time it was Institute. I came here to teach that 1996 until 2000, or 1999, at the end of 1999. Then I went back to the Philippines to finish my PhD in philosophy. After I finished my PhD in philosophy, I went to St. Bonaventure College in Zambia, a philosophical institute. I taught there for 2 years. At the end of that 2 years, 2002, and then 2002, I went to the University of Dar es Salaam. And while I was teaching there, I was also coming to teach here as a permanent part-time lecturer. That's Jordan University College at that time. And then, after that, when I was still in University of Dar es Salaam, I also was going to teach to Sauti Mwanza, teaching critical thinking. I think that was for the period of 5 years. I was going to teach flying lecturer there to Sauti Mwanza. But then while I was there also, US Dar es Salaam, apart from coming here to teach at St. Jordan University, I was also teaching at Muhimbili Medical School
And particularly, I was teaching the same thing, critical thinking. There I taught sequentially for 5 years. But also, not only Muhimbili, I also taught, by that time, philosophy. By that time, called IMTU, but that was IMTU, medical school there, IMTU. Again, I taught there for 4 years as a part-time lecturer. I retired teaching University of Dar es Salaam 2000, around the November 2000 to 2020, not to the, sorry, 2020, I retired there. Then I came back here to Jordan University, where until now I am. Thank you very much, Dr. Mihanjo, for that. Now, over 30 years of experience in philosophy, surely there is a lot that you have learned. There is a lot that you have internalized in this philosophical journey. Maybe the second question would be, what is it about philosophy that made you fall in love with it? At the first moment, I thought philosophy was very, very difficult. However, when I was at the University of St. Thomas, Manila, when we were graduating and saying goodbye to each other, my professor, when he was giving attributes to each one, when he came to me, he said, I think you have a passion in philosophy. Keep up. That's what he told me. You have a passion in philosophy. Keep up. Then when I asked him, what is it that you know a passion in philosophy? Then he told me that I am a teacher, I know. That's what I'm telling you. I do not understand exactly how did I come to be in love with the philosophy, but I do think it did open my mind to the truth, open my mind to the understanding of reality and the exclusions of illusions, wishful thinking. Again, I do not know why did I love that that kind of exclusion of wishful thinking. But as I was going on, I find myself falling totally in love with philosophical discourse and philosophical arguments, and became part and parcel of my personality. That's what I would say. Thank you very much, Dr. Mihanjo. See, every noble individual once was a child, once was a little child. And really, Jackson, this is why today's topic is named Meditations with Adolf. We want to understand you, Dr. Mihanjo, stripped off your titles, stripped off your experiences as a human being. The Dr. Mihanjo of childhood, the Dr. Mihanjo of youth, and the Dr. Mihanjo at now, while you're heading towards the twilight of your life. Maybe let's begin with childhood, Dr. Mihanjo, or childhood Adolf. Right. So, what important lessons, maybe, if you remember, what important lessons could you recall in the early years of your life? Well,
At the primary school, I do not have unique history, what I could say. I simply lived like any other child would live a childhood. Perhaps an important moment to me was when I was going to seminary, and that was Hunger Seminary. When I was in Hunger Seminary, I joined a debate club. After joining a debate club, at that moment, I was I was in Form 1. Form 1. And so I kept attending the debate every moment. But at the same time, I was interested to talk English so that I can contribute in the debate. And those senior who were in Form 3, Form 4, I always want to work with them, to talk with them, so that I can exercise English that will allow me to be fluent in the debate. After that exercise, I found myself falling in love with the debate club. When I was there, when I was entering now second year to not second, I can say Form 2, I was selected to become a secretary of the debate club. But at the same time, I was also engaged in a lot of drama in the school. So maybe at that moment, I gained the courage, and it was courage, but also a moment where I understood myself, who was I, who am I? And I remember one student was by then Form 4. He told me that, I think you are very good. Because you are very good, we choose you to become the secretary of the debate. After that, I kept participating in debate. And I loved the debate. There was no moment in debate where I did not participate. So I kept participating in that debate until when I went to Form 5 to Mafinga Seminary, I was one of the ringleader in the debate. If I'm not in that debate, people will not feel happy. They don't see me in that debate. So I was the one who was engineering the debate. Perhaps the love for argument, the love of airing my ideas, trying to find clarities on things, maybe create the ground for me to love philosophy. All right. Thank you, Doctor, for that. Now, you spoke to us of your, we call it late childhood and towards all the way to youth. Now, what about in adulthood? You know, you teaching in various universities, your personal life, you intermingling with students for so long. You know, how has that period of your life to the present shaped your understanding of human existence?
As I have told you, but through all the areas of passing, I do not know whether it's my talent or whatever the case, but I did enjoy, and I enjoy mingling with the youth, talking to youth, enjoying debating with them. But in the process where I meet with the youth, talk with them, enjoying debating with them, I also come in contact to understand them and to understand life in general. Sometimes we have presumptions that these people are like this, people are like this, like this, because we impose our own categories of thinking on them. Of course, there's no other way that we can do, but we are not taking precautions that we might be making a mistake. We might be mistaken. We do not journey with them to their life experience, and we do not let them talk for themselves and to understand them from their first encounter with reality. We create reality in them, and we want them to be the way we want them to be, not the way they are. And maybe that's the thing that I have learned. But how did I come to learn that? Maybe it's because of a philosophical encounter with many philosophers. Idealism, rationalism, existentialism, hermeneutics, all these have broadened my mind to an extent that I became humble, has created into me a sense of humility, a sense of intellectual humility, that even if I may declare that I know things, there are things that I might not be knowing them. And so I should be open to listen. I should be open to see what actually they see, the reality from the ground. And maybe I could be taught by them. I could be changed by them. I could also make to become a new person through encountering with them. Thank you. Nashukuru sana Dr. Mianjo kwa majibu hayo mpaka wakati huu. Tunaendelea na mahojiano haya. Leo hii tunataka tufahamu, tuelewe tu baadhi ya mafunzo ambayo Dr. Mianjo ameyapata, iwe ni shuleni, iwe ni katika ufundishaji wake, iwe ni katika kuzungumza kawaida tu na wanafunzi. Tung'amue machache ambayo ameweza kuyapata mpaka wakati huu wa maisha yake. Sasa labda eneo lingine daktari, ambalo ningependa tulizungumzie ni maisha ya binadamu, labda tuseme, kwa sababu tumeshaanza kuzungumzia hilo tayari, lakini sasa tuingie ndani zaidi. Unaonaje maisha ya binadamu? Ni sakata lenye huzuni tu? Maisha ya binadamu tunaweza tukasema ni sinema iliyosheheni furaha tu, au ni mchanganyiko, au mojawapo kati haya mawili ndiyo yanayobeba maana halisi ya maisha ya binadamu? Maisha ya binadamu tunaweza kuyachukulia kutoka mtazamo nafikiri wa Heraclitus, ambaye sema kwamba
no one can bath into the same river twice, kwamba hakuna mtu ambaye atakayeoga au yaoga maji yale yale mara mbili. Hii ina maana kwamba maisha ya binadamu kwa vyote vile yalivyo yana milima na mabonde. Inavyoonekana na kutokana na tathmini yangu, kipindi cha mabonde ni kifupi kuliko kipindi cha milima, na hii ni kwa sababu kila lile ambalo binadamu analizalisha kwamba linampa furaha, ndani yake kumejificha madhaifu. Sasa na yale madhaifu yanakuja haraka zaidi kuliko ile furaha ambayo anaitegemea atadumu nayo. Na kwa sababu hilo, sakata la maisha lina mwenendo mfupi wa furaha na mwenendo mrefu wa huzuni, mwenendo mrefu wa milima. Sasa kama ndio sakata lenyewe la maisha lipo hivyo, kwanza unajifunza hilo. Hebu fikiri, unamaliza sekondari, unafurahia kwenda chuo kikuu, unakuwa na furaha kubwa, lakini unayokumbana kule chuo kikuu hayaakisi furaha uliokuwa umetengeneza katika kichwa chako. Kuna masomo magumu, mara hiki mara hiki mara hiki mara hiki, kwa ugumu mpya unaanza. Furaha ya kwenda chuo kikuu ilikuwa ni ya siku moja ambayo uliambiwa unaenda chuo kikuu, lakini sakata la ugumu wa maisha ya chuo kikuu unaishi nalo miaka 3 mizima. Unamaliza chuo kikuu, unaenda maliza chuo kikuu, unamaliza, unaambia sasa umemaliza kusoma, katafute maisha mapya huko. Sakata la kutafuta ile kazi inaweza kuwa fupi au ndefu. Kwa sasa hivi ni ndefu, sasa hivi ni ndefu, lakini sasa ile kazi ukishaipata unakuwa na sakata la majukumu, kwamba unatakiwa ufanye hiki kwa familia hivi, kwa familia hii, kwenye familia. Pale ulipokuwa chuo kikuu, lile sakata ulikuwa huna la majukumu ya kifamilia. Ndio majukumu ya kifamilia inakuandama kote, kila kona. Shida nyingine imeshatengenezwa ambayo ni ndefu kutokana na mafanikio yako yale. Unaamua kuoa kwa peke yako. Sakata la kuoa ni furaha ya muda mfupi kwenye ndoa na nini na nini na nini. Lakini fikiri ndoa gani zinavunjika baada ya sherehe kubwa? Ni kwa sababu kwamba kipindi cha kufurahia ndoa ni kifupi, lakini kipindi cha kupambana kuhimarisha ile ndoa ni kirefu. Hayo yote yanatuambia kwamba kipindi cha maisha, kwamba kipindi cha furaha ni kifupi na kipindi cha mapambano ni kirefu. Hii inaonyesha kwamba maisha yote ya binadamu ni maisha ya mapambano, na hakuwezi kutokea mapambano kama hakuna kizingiti.
kama hakuna kitu ambacho kinazuia wewe kusonga mbele. Kwa hiyo kama maisha ni sakata la mapambano na vingi vingi, ina maana kwamba kipindi cha kufurahia maisha kinakuwa kifupi na kipindi cha kupambana dhidi ya kujinasua kwenye sakata la maisha, ugumu wa maisha, kinakuwa ni kirefu. Karibu ndugu Jackson. Asante. Nashukuru sana Dokta kwa hoja hiyo ya maisha. Sasa pia nimekuja na swali kwenye hayo maisha, kwamba kufikiria kwa nini tunaambiwa kwamba kila mtoto anapozaliwa, kile kitendo anapozaliwa tu huwa analia, na asipolia lazima atafute namna alie. Na hapo umesema juu ya safari ya maisha kama ni mapambano, na kumbe ninafikiria pia katika hayo mapambano, kwa sababu tukirudi kwamba kwa Aristotle kwamba kila mtu ana hamu ya kujua. Kwa hiyo kumbe ile hamu ya kujua, gharama ya kujua, ndio ule mapambano magumu tunayoyaona. Kumbe tuko katika hali ya kutaka kujua, na kutaka kujua ni yale yoyote ambayo inabidi tuyajue katika dunia. Ndio maana kwenye ndoa, kwenye maisha ya hivi kule, ndio kutaka kujua. Kwa hiyo kumbe hayo ni mapambano, kama wanavyosema pain and pressure, katika kutaka kufahamu. Kwa hiyo ndio tunakuta kuyaona kama ni magumu. Je, yanahusiana moja kwa moja na kile kitendo cha mtoto anapolia pale anapozaliwa, kwamba ameingia kwenye mapambano? Unaonaje hilo jambo? Ni swali zuri. Mtoto akiwa tumboni amejifungia kwenye ulimwengu wake mle tumboni, yuko kwenye giza. Kwa sababu yuko kwenye giza, hakuna kitu ambacho anakiona ndani zaidi ya mzunguko wa tumbo la mama yake mule ndani. Kumbe pale anapojifungua mtoto, anapotoka nje, anaanza kuona dunia mpya ambayo inamshtua kwamba huu sio ulimwengu ambao mimi naujua. Ulimwengu ambao naujua ni wa tumboni mwangu. Sasa ulimwengu mimi naujua ni ulimwengu ambao mimi siujui, na kwenda kuingia kwenye ulimwengu ambao siujui. Kwa hiyo hata kama hasemi, lakini huwa anauhisi ule mshtuko wa ulimwengu ambao haujui. Lakini vile vile kwa kuhisi ulimwengu ambao haujui, maana kwamba anaanza safari ambayo lazima akumbane na huu ulimwengu ambao haujui, na safari yake hajui itaishia wapi. Kwa kule kulia ni mshtuko wa ulimwengu mpya ambao anaenda kukuta. Anaweza kabisa asiwe na ufahamu wa kiakili kwamba ni kitu gani hiki, lakini bado akawa na mshtuko. Unashtuka kitu ambacho ukitegemea. Unashtuka kama ukitegemea unaweza kushtuka. Sasa hakutegemea. Lakini kule kuto kutegemea ina maana kwamba umepelekwa mahali ambapo upajui. Ina maana kwamba lazima sasa upambane kupajua. Upambane kupajua ile safari ya mahangaiko, safari ya mapambano. Kwa hiyo ninataka kufikiria pia hapo. Je, kumbe hayo safari ya mapambano hatuichagui, kwamba safari ya mapambano ni by default, kwamba kwa kitendo cha kuzaliwa tumeletwa kwenye hii safari ya mapambano. Kama huo ndio ukweli usiopingika, Dokta, Brother Jackson ameleka vizuri hapo, na wewe umeeleza vizuri kabisa. Kama hali ya mapambano ni asili ya maisha ya binadamu, kwa hiyo sasa daktari, tuishi katika mtazamo upi ili tuenende vizuri na huu uhalisia?
Kwanza kabisa inabidi tukubali kwa mapambano ni uhalisia ambao hauepukiki. Ndio la kwanza, ili tuweze kujenga utashi wa kuhimili misukosuko. Na hiwe ndiyo maisha yenyewe ya kuamini. Sasa hii inatupeleka wapi? Inatupeleka kwenye kuamini kwamba mabadiliko hayaepukiki, kwa sababu unapokumbana misukosuko, ina maana kwamba lazima uachie msimamo mmoja uchukue mwingine, au uachie sehemu moja kufikiri kwako uibebe nyingine. Kwa hiyo dunia, na ndio hii misukosuko inakufanya wewe sasa ukue kiakili, ukue katika mtazamo wenyewe. Tunaweza kusema kwamba Mungu aliumba dunia katika siri fulani, na hapa unaona akili ya wale waliobuni dhana ya contradiction, kwamba bila kuwa na ufahamu, uelewa wa contradiction, uelewa wa madhaifu yako, huwezi kukua. Huwezi kuwa na sababu ya kutaka kuyaondoa yale, kwa sababu hujui. Kwa ina maana kwamba dunia yenye kama hilivyo imewekwa kuweza kupanua akili za watu kwa njia ya misukosuko, na kila pale utakapoenda hii misukosuko lazima uikute na huwezi kukwepa. Hali ya kwanza ni kukubali kwa misukosuko ipo, lakini kujaribu kuielewa maumbile yake yakoje, na sio kuikataa, bali kuielewa. Sio kukimbia misukosuko, lakini kuielewa misukosuko. Yes, karibu Jackson. Kwa hiyo sambamba na hilo, kumbe kuna picha hapa naanza kupata juu ya mitazamo tulionayo ya maisha. Kuna mitazamo ya maisha ambayo watu wengi, na mimi nikiwemo, katika muda fulani huwa tunasema kwamba haya maisha ni magumu. Maisha ni magumu. Kwa kusema maisha ni magumu, tumetengeneza picha ya maisha mazuri kwenye kichwa chetu, ambayo kwenye uhalisia tunaona havilandani. Tunayadefine haya maisha kwamba ni magumu. Kumbe ni kipindi, kulingana tulivyosema kwamba misukosuko ni hatua au ndio sehemu ya maisha yenyewe, lakini sisi hatutaki kuishi katika uhalisia. Tunataka tuishi kwenye mitazamo yetu tuliyojenga, na tunaona uhalisia kama ni maisha magumu. Na hiyo taswira nafikiri ipo katika jamii ya watu wengi, ambao kwa mazingira ambao nimekutana nao inaonyesha kuna watu wengi ambao mara nyingi wanakataa uhalisia wa namna fulani katika kuwa na fikra ya maisha fulani, lakini wengine wanafikia hatua wanaweza kupambana katika namna ya kuweza kuyafikia yale ambayo wanayafikiria kama ndo maisha mazuri. Sasa je, juu ya hiyo mitazamo ambayo ipo kwenye jamii, unawezaje ukawaadresi vipi watu juu ya kukabiliana na hiyo mitazamo ya kwamba haya maisha sio sawa, ninayoyapitia sio maisha yangu, lakini ana maisha yake, taswira ya kusema kwamba haya ndiyo maisha halisi na kusema sio kwamba maisha magumu? Tunawezaje tukatoka hapa? Kwa yote vile binadamu huwa hapendi shida. Anapenda shida. Kila binadamu anapenda furaha. Sasa ukiuliza furaha ni nini, unaweza kusema kwamba furaha ni kile kitu ambacho akili yako na hisia yako inaridhia kwamba kile kinafaa.
kwamba ni kizuri. Sasa unataka kile ambacho akili kinaridhia kwamba ni kizuri. Sasa kile ambacho akili inakataa kwamba sio kizuri na shida kuridhia, kinaleta huzuni, na hakuna mtu ambaye anapenda huzuni, watu wanapenda furaha. Sasa tatizo lililokuwepo ni uwezo mdogo wa watu kutathmini uhalisia na kuelewa kwamba lile linalokuwa ovu linaweza likazaa zuri. Sababu katika safari ya mabonde na milima, lile ambalo limekuwa ni bonde au limekuwa ni mlima inaweza kuzalisha bonde. Sasa kutathmini namna gani lile la mlima lizalishe bonde, inaweza kuzalisha bonde. Sasa hapa panategemea sasa na uwezo ukomavu wa akili za watu. Watu ambao wana uwezo mdogo wa kufanya tafakuri, wana uwezo mdogo wa kufanya meditation, wanakuwa na uwezo mdogo vile vile wa kutathmini kwa kiwango gani mlima unaweza kuzalisha bonde na bonde kuzalisha mlima. Wamekuwa na uwezo mdogo. Kwa mara nyingi sasa wanabaki kuamini kwamba lile bonde linabaki kuwa bonde tu, na inapokuja kuwa mlima dunia imeshaanguka. Hilo la kwanza. Lakini vile vile kutokana na udhaifu huo, kuna watu wanatamani kukimbia mlima, na kukimbia mlima ni kuto kukubali ile hali ambayo imekuwa ngumu kukubali, na kutafuta kisingizio kwa watu wengine. Kwa mfano Afrika vipindi vingi sana imepitia kipindi cha utumwa. Ukiuliza kipindi cha utumwa, nani mbaya wetu? Mbaya wetu alikuwa nani? Alikuwa Mwarabu, sio utumwa. Umefika kipindi cha ukoloni, nani mbaya wetu? Mbaya wetu alikuwa ni mkoloni. Ukipindia kipindi cha uhuru, nani mbaya wetu? Mbaya wetu alikuwa ni neocolonialism. Umefikia sasa hivi, nani mbaya wetu? Mbaya wetu ni globalization na akili mnayo, akili mnembo. Sasa hebu fikiri hiyo fikra hiyo fikra ni alama ya kukimbia uhalisia na kusukuma majukumu yako mbana uhalisia kwa mtu mwingine. Kwa sababu hakuna aliyeumbwa ili amlinde mwenzake. Kila mtu huyu Heidegger anasema kwamba umezaliwa duniani, hujui aliyekutupa, lakini ukiwa duniani umetupwa kuja kujitambua mwenyewe na kutambua uwezo wako wa kufanya mambo. Sasa unapokimbia uhalisia na unapotafuta kwamba mlima ule pale aliyenifanyia iwe vile
akili yako wakati wote inakuwa haiwezi kupata utashi wa kupambana na ule uhalisia, wa kupambana na hali yako. Mwisho wa siku unabaki pale pale na unabaki kwenye manunguniko maisha yako yote. Sasa sambamba hiyo ya kukubali mazingira na uhalisia, kuna fikra tatu au taswira tatu nazipata juu ya mtu katika kukubali, kwamba kuna mtu inaweza akasema kuna uhalisia akaukubali, baada ya ukubali akabaki pale pale asitake kubadilika. Lakini pia kuna mtu anaweza akaukubali uhalisia lakini akatafuta namna ya kutoka katika hatua ile yako. Lakini kuna mtu anaukataa uhalisia, anapambana kutoka katika ile hatua. Hiyo ni picha ninayopata. Je, sasa hapo ni mtazamo gani ni bora juu ya katika kukubali uhalisia? Huoni kwamba katika kukubali pia uhalisia kuna changamoto ya ile kukubali ukabaki pale na usiendelee? Unaweza ukaukubali uhalisia na ukabaki pale pale kweli, lakini mara nyingi unapoukubali uhalisia lazima uendane na kukubali majukumu ambayo unatakiwa uyafanye kwa kutoka pale. Unaweza kukubali uhalisia lakini majukumu hujayakubali. Majukumu ya ule uhalisia unamtupia mwingine, wewe pale huwezi kutoka. Kwa hiyo njia bora ni kukubali uhalisia, ndio, lakini kukubali vile vile ni jukumu la wewe kujitoa kutoka kwenye ule uhalisia, sio mtu mwingine tena. Kwa kubali jukumu lako itakufanya uanze kupambana na kutoka kwenye ile tukio, kwa sababu unakutana naye kule huwezi kumwambia kufanyie nini, afanye vipi, ajua yeye. Lakini na wewe sasa, kwamba okay, kwa mfano umekutana na simba, umekwenda mlimani umekutana na simba, pole na simba. Yule simba yule atafanya nini? Anaanza kunyua. Kwanza ukubali wazi kwamba hapa nimekutana na simba. Na mimi hapa siwezi kumwambia simba usije bwana, usije. Anakuja kunyua. Lazima sasa nichukue majukumu ya kujua na pambana vipi na yule simba kujinasua mwenyewe. Simba hana shida. Shida ni kwa naye mimi sasa, ambaye naitakiwa sasa nichukue majukumu yangu ya kulinda uhai wangu. Nashukuru sana Dr. Mihanjo kwa tafakari hizo nzito kweli. Sasa labda wakati tunaelekea ukingoni huko, ningependa tuongelee mada mbili za msingi sana. Mada ya kwanza ni kuhusu mahusiano ya kimapenzi, hasa kwa vijana. Huwa tunasema ya kwamba ujana ni maji ya moto, ni kipindi cha kuanza kushika usukani wa maisha. Na katika jitihada hizo njema za kushika usukani wa maisha, tunakutana pia na mivuto ya kihisia, na haya yote yanaonekana vizuri kabisa katika mada hii, mahusiano ya kimapenzi. Mada hii imekuwa ni mada ambayo wengi tunaikimbilia kwa kuwa tunatazamia furaha, lakini vile vile imekuwa ni mada ambayo ndani mwake wengi hulia na kuacha alama za kudumu katika maisha. Wewe kama baba yetu, wewe mwenye uzoefu wa muda mrefu, utatusaidiaje katika hili? Labda tuanze kwa kuuliza tu kwanza, mahusiano ya kimapenzi ni nini na lengo lake ni nini?
Labda nianze na swali moja, kitu kimoja cha msingi tuelewe kwamba kwa nini mtu huwa hafikirii kumtongoza dada yake? Kwa nini mtu huwa afikirii kumtongoza mama yake au binamu yake? Inawezekana kwa binamu, lakini dada, mama hufikiri hicho. Lakini inawezekana kabisa yule unaweza kumtongoza yule sio mzuri kama dada yako, lakini bado hufikiri kumtongoza dada yako. Nini lengo la ile safari dada yako? Kitu kimoja ninavyojua ni kwamba kitu kimoja ambacho hutegemei kufanya kwa dada yako na ambacho kinakufanya wewe usimwete dada yako ni mahusiano ya kimapenzi. Mapenzi dada mwenye tabia zote nzuri, lakini hutaweza kufanya hilo tendo. Kwa hiyo msingi wa mahusiano ya kimapenzi upo kwenye hilo tendo la kimapenzi. Swali gumu ni muda gani lifanyike? Muda gani lifanyike? Na unampatapataje? Kuna dhana nyingi sana unasema kwamba lazima vijana wanasema anijali, wawe anayejali. Swali linakuja, anayejali ni mtu gani na kwa kitu gani? Ukiuza kina dada kwambia anayejali, anayenitunza, ananipa vocha, ananipa nguo, ananipa kitu kama hicho, ndio ananijali. Na kipimo changu kujua kwamba yule kwa ananipenda ndio hicho. Je, mvulana atasemaje? Ana kipimo gani? Sema kipimo changu kikubwa mimi, mvulana anasema kwamba namwambia njoo, anakuja. Na mhitaji mtafanya hanakuja. Ndio kipimo changu cha kusema ananijali. Aristotle anatuambia, wakati St. Thomas wakati anasema hivi kwamba kuna upendo wa aina tatu. Unajua hapo. Kuna agape, vile so kuna philia na eros. Lakini tuachane hiyo, lakini ukienda mbali zaidi unakuta kwamba kuna ile agape, kuna ile utility love na kuna ile ni pleasure love. Hasa Aristotle ampita, mwingine amesema mpeka Aristotle na St. Thomas, lakini kwa Aristotle sana anaangalia kuhusu agape ambayo ni philia, agape anakuja kwenye utility na anakuja kwenye nini? Kwenye utility na kuja kwenye pleasure. Sasa nini agape? Agape ni upendo kama wa Jesus. Sasa ule upendo kama wa Yesu, ule unaweza ukaitwa metaphysical love, upendo wa kimetafizikia, kwamba unakipenda kitu kama kilivyo kwa sababu kimetamaniwa kuwa vile. Unakipenda vitu kama kilivyo kwa sababu kimetamaniwa kuwa vile. Sababu kimetamaniwa kuwa vile na aliyekiumba, kwa kile kitu kinakuwa ni vutio kwa sababu kimetamaniwa kuwa vile. Ile agape. Sasa hebu tuulize katika maisha kila siku, kwa nini usifumbe macho unatembea?
Unapima juu, sema mimi nakupenda binti. Kwa nini? Nakupenda kama ulivyo. Sifikiri kama mtu anatoa jibu hilo. Mtu anatoa sifa na kupenda kwa sababu ya sifa hizi. Kwa nini? Kwa sababu zile sifa nazo ziona kule kwa yule zinalandana na tarajio la mimi binti naye mpenda. Kwa hiyo kuna correspondence pale. Na binti naye mpenda. Kwa hiyo nasema okay, ndio. Kwa hiyo sasa kuna uhusiano au mlingano wa kisifa za yule na wewe. Bwana mfano unamwendea pale. Kwa namna nyingine sio agape tena. Kuna aina fulani ya utility. Aina fulani ya kuona kwamba kile ninachokiona kinanifaa kwa sababu mimi nategemea kiwe namna hivyo. Sasa hiyo naweza kusema kama ni utility love. Alafu kuna ile pleasure love. Ambayo tunasema vile pleasure love. Kwamba ule upendo ambao mimi nampenda Kashugu, ananipenda mimi kwa sababu tu tunalingana katika interest, katika ile hali. Kwa mfano mimi napenda philosophy na Kashugu anapenda philosophy. Kwa hiyo tumeunganishwa kwenye hilo tukio la kupenda upendo wa philosophy. Kwa hiyo tumekuwa pamoja. Kama mimi napenda mpira, kwa hiyo tumeunganishwa kwenye zile hobbies na interest tumeunganishwa pale. Kwa hiyo upendo unaunganisha hivyo. Sasa mahusiano ya kimapenzi mara nyingi yamelala katika kundi la pili la utility, kwamba yule ana sifa hizi na mimi kwenye akili yangu na hizo sifa ndizo naziona ni bora, kwa namwendea yule. Sasa kama ndio hivyo, na hii haikwepeki, kama ndio hivyo, kwa mahusiano ya kimapenzi ya mambo mawili yana sifa za nje na sifa za ndani ya mwili. Sifa za nje ni zile ambazo mtu atajitaka nguo nzuri, kiatu kizuri, muonekano mzuri, na zile sifa za nje unazo kule. Lakini peke yake hazitoshi. Kuna sifa za ndani za kimaumbile ya mwili ambazo mara nyingi watu hawazisemi. Sifa ya tendo la ndoa. Zote kwa pamoja. Kwa hiyo kuna sifa za nje, sifa ya tendo la ndoa. Sasa unawezaje kuzijua zote hizo? Inawezekana kwamba wewe yule unayemuona wewe kwenye picha yako ile anaweza akabadilika baada ya muda fulani, kwa sababu zile sifa huwa sio za kudumu. Anaweza mtu akampa mtu matumizi yake yote wakati ule, lakini kwa sababu akawa hana hela, kwa hiyo sifa za kumpenda zikawa zimepotea kwake. Anaweza binti akawa anang'aa sana mwili, lakini akapitia stress kubwa sana, sifa za kumpenda zikapotea. Inawezekana kijana alikuwa na hela sana, sasa hana,
sifa za kumpenda zikapotea. Sasa vile vile hata mahusiano ya kindani kimapenzi inawezekana ikawa tofauti na vile ambavyo yeye alikuwa anatarajia. Kwa sifa za kumpenda zikapotea. Hii inafanya sasa mahusiano kimapenzi yawe ni magumu. Kwa sababu ya zile sifa mara nyingi haziwezi kuwa za kudumu. Ni kwa sababu binadamu mwenyewe anabadilika, hata namna ya kuzipata zile sifa zinabadilika. Kwa inakuwa ni ngumu sana. Na kwa namna hiyo sasa, kitu gani kinaweza kikafanya ziweze kudumu kwa muda fulani? Mimi nafikiri dhana mbili zichukuliwe. Dhana ya sacrifice, dhana ya sadaka. Mahusiano yasiyobeba sadaka kwa pande zote mbili hayawezi kudumu, kwa sababu akitegemea sifa hizi peke yake, au nimesema hapa, zinabadilika wakati wote. Kwa lazima yabebe sadaka, na yanabeba sadaka katika maana ya love as friendship. Yavuke upendo wa ule sifa ambazo zile za nje, yaende kwenye urafiki. Nani rafiki? Rafiki ni yule ambaye anamtakia mwenzake mema wakati wote. Yuko tayari kuumia naye ili mradi tu anamtakia mema. Sasa hivi mahusiano hayana ubebo wa sadaka. Toka yanapoanza hayana ubebo wa sadaka. Yana ubebo tu wa utility. Kwamba mahusiano zile sifa, kama mimi nataka iwe hivi, amekuwa hivi. Nataka hivi, amekuwa vile. Kwa hiyo nafikiri ndio ugumu unakuja hapa. Okay. Sasa sambamba na hilo, katika kuyaelewa hayo mahusiano na mapenzi, kwa kuwa tumepata fursa ya kuwa na wewe ambaye tunaona umeweza kupita kwenye miongo miwili, karne mbili za mahusiano, karne mbili za karne ya 20 na mpaka sasa tupo kwenye karne ya 21. Unaweza ukatupa historia kidogo jinsi ya muundo wa mahusiano na mapenzi katika ile karne ya 20 na sasa, na ukaona tofauti katika hizo karne, mtazamo wa mapenzi na mahusiano kwenye hizo karne na ni vitu gani vimesababisha? Kama tulivyosema ni kwamba tunatakiwa twende na uhalisia wa wakati. Mimi nilipokuwa mdogo jini kwangu, nikimtaka binti namwandikia barua. Binti, nakupenda sana na nini. Na simtafuti binti kutoka mji mwingine, nafuta binti ambaye anatoka katika kijiji changu hicho. Huyo binti kijiji changu anamjua, na huyo binti naye mimi ananijua. Kwa hiyo ni watu ambao tuna namna moja ya kufikiri na tunafahamika katika jamii zetu, panafahamika, na vile vile tunafuatiliwa, tabia zinajulikana. Na kwa sababu tulikuwa kwenye vijiji, lazima kufahamiana. Lakini sasa hivi tumekuja kwenye kipindi kipya ambacho tupo kwenye kipindi cha utandawazi, kipindi cha taarifa zinazunguka haraka. Sasa katika hali hiyo, lazima inatudai kufikiri upya na kuelewa upya. Katika muda wangu kule, kwamba tulikuwa katika mazingira ya kijiji, kwa ilikuwa ni rahisi kudhibiti tabia, na jamii rahisi kudhibiti tabia za wahusika. Sasa hivi
ukiacha tu miingiliano ya taarifa ya globalization ya utandawazi ambao huwezi kukwepa, lakini vile vile kuna nafasi kubwa ya kusafiri watu. Sasa hivi upo hapa Morogoro, unamkuta binti chuoni ambaye ametoka Kigoma. Wewe hujafika Kigoma na hujakaa Kigoma, amekuta hajafika na hujakaa Kigoma, na yeye kama unatoka Songea, na yeye hajafika Songea, kwa hiyo hajakaa Songea kwako. Mkutana hapa. Kipimo gani kinawafanya nyinyi mkutane pale? Yaani nasema ya kwanza kwamba ana aina fulani ya sifa ambazo wewe unazipenda na kwamba zinafaa, na yeye kwamba zinafaa, mnakutana pale. Sasa katika hali hiyo wewe huna uwezo wa kufuatilia huku kwake aliishije au yukoje, na yeye hana uwezo kufuatilia. Kwa sababu hiyo, wewe ukimwacha ule binti, hakuna kinachokusumbua sana kwenye akili yako, kwa sababu kule wewe hujulikani, kwa hujulikani, na hata wao yeye kwake hawajulikani. Kwa hiyo unakuta kwamba mnaojuani ninyi tu basi. Hakuna wanaofuatilia tabia za kuonya matendo yenu, hawapo. Hakuna wanaofuatilia tabia za kusema okay, msifanye kitu, msifanye hakifai, hayapo. Ninyi mnatoa maamuzi wenyewe. Lakini vile vile ukiangalia kwenye mitandao, siku hizi mabinti wanaenda kwenye TikTok mitandao, kwa hiyo msanii kwa kwaje. Sasa zuia TikTok kama unaweza, zuia mitandao. Siku moja na mchungaji mmoja akaniambia, unajua dokta, siku hizi utandawazi mambo yasio yameharibu sana tabia za vijana sana. Nikamwambia okay, ni kweli. Nikachukua simu yake nikuweka mfukoni, nikaondoka nayo. Wewe simu inaharibu. Siku natumia tena simu hapa. Kama inaharibu situmie. Sasa nani atakuamini? Wewe sema inaharibu wakati unaitumia. Nani atakuamini? Kwa mwisho wa siku kwamba tunaongea kuhusu vitu hivi hapa, lakini wenyewe hatubebi ile sadaka ya kuviacha. Ile sadaka kuviacha utaki kubeba, hiyo tunataka kuongea. Yule angekuwa anaaminika kama mwenyewe alikuwa hatumii, lakini anajua vipi nisipotumia hii simu nitakosa mambo mengi. Sasa ile sadaka ya kukosa ile yale mambo anashindwa kuihimili. Kwa hiyo sema kwamba sasa ya vijana, kwanza kabisa leo tuambie kwamba huu ndio uhalisia wa sasa ambao huwezi kukimbia. Bahati mbaya watu wanataka kukimbia, lakini haukimbiliki. Na mwisho wa siku unazalisha watu wengi ambao ni wanafiki na waongo, kwa sababu haukimbiliki. Kwa hiyo kwanza nakuwa kwamba huu ndio uhalisia ulivyo, lakini uhalisia huu inabidi tuuelewe kwa kina ulivyo. Uhalisia huu unahitaji ubebaji wa sadaka. Ubebaji wa sadaka. Tuvuke kutoka love of utility ambayo hatuwezi kukwepa, lakini tuvuke kwenda love of friendship. Kwamba wapenzi wawe marafiki, wavuke kwenye mapenzi peke yake, waende kwenye love, kiwango cha urafiki. Na hiki mambo mawili yatahitajika: presence, listening, reciprocity. Kwamba uwezo wa
kuwepo na yule mpendwa wako. Sio ni kuwepo. Kule kuwepo peke yake kunaleta energy ya kuwepo naye. Lakini vile vile kumsikiliza. Kwa sababu kule kusikiliza ni kuwa attend kwa feelings zake. Na la mwisho sio reciprocity. Sio tuwe kudai wewe peke yako ukirimiwe na wenzako vile akirimiwe vile vile. Nafikiri hiki ndicho ambacho kinakosekana. Inaonekana kwa maoni ya mimi kwamba dini inapambana sana, lakini itashindwa. Augustine anasema kwamba grace works on nature. Si kwamba neema hutenda kazi ndani ya mapambano ya kibinadamu, ndani ya uelewa, kuelewa ukino wa jambo wa kibinadamu. Sasa tukikimbia huu ukino kuelewa, tukategemea neema tatenda kazi, ndio hiyo sasa tunaona kwamba ndio tunadanganyana na vitu havibadiliki. Sasa daktari, swali moja la mwisho ambalo lina uzito, naweza nikaona au nikasema sawa na lile swali la awali kuhusu mahusiano ya kimapenzi. Swali hili ni kuhusu nafasi ya pesa. Nafasi ya pesa. Kuna ambao huwa wanasema pesa ndiyo inayoendesha maisha ya binadamu. Bila hilo kimsingi huenda huishi. Sasa labda tugusie kidogo kuhusu nafasi ya pesa. Unaweza kusema nini kuhusu hili? Kwanza kabisa unapoangalia pesa na matumizi yake, hii ina maana kwamba bila pesa huwezi kufanya chochote. Huwezi kununua kompyuta, huwezi kununua chochote kile. Kile kinahitaji pesa. Kwa hiyo katika maisha ya kila siku ya binadamu, uendeshaji wake unahitaji pesa. Lakini vile vile pesa katika maisha ya binadamu inatengeneza thamani kwa muhusika. Hebu fikiri kitu moja tu rahisi. Hebu fikiri umeenda kanisani. Yule ambaye mtoa sadaka mkubwa na mwenye uwezo mkubwa, ndio mara nyingi anaweza kuwa mwenyekiti wa nani, wa parokia, hata mwenyekiti tu ile kile kigango au ile sehemu, kwa sababu ya uwezo aliokuwa nao wa kutoa maamuzi ya kusikika na ya kuthaminiwa kwa wale wanaohusika pale. Haya ndio tunakuta maisha yetu ya kila siku tunayoishi, kuthaminiwa kwa pesa kama nguvu ya maamuzi ya kukubalika au kukataliwa. Sasa hayo kwa pande mwingine tena tunamuona kwa Kristo Yesu ambaye alikuwa hana pesa lakini alikubalika. Tunamuona Socrates ambaye alikuwa hana pesa lakini alikubalika. Sasa tunaongeleaje pesa kama ni kitu ambacho kinavuta maamuzi ya kukubalika na kupokelewa na jamii? Katika maisha halisi ya binadamu huwezi kukwepa pesa kama njia ya kuweza kupata huduma yako unayoitaka.
Lakini kwa upande mwingine, pesa sio kila kitu. Hebu fikiri mama mjamzito amepata ule ujauzito na mtoto amefia tumboni. Mtoto amefia tumboni, anaambiwa subiri, utafanyiwa ama operation au namna ya kumtoa mtoto alifia tumboni siku tatu baadaye. Siku tatu baadaye ameambiwa hivyo. Katika tukio hilo, hebu mpe milioni 10 na watu waondoke pale. Hizi zitakuwa na maana? Hazina maana milioni 10 kwake. Sababu kwake pale hitaji watu kumpa faraja. Hitaji watu wawe pale wanampa faraja. Zile milioni 10 kwake zitakuwa hazina maana. Hata kumpa bilioni haina maana. Kwa sababu pale anapambana na hali ya kuhimili ile hali, kwamba mkubali ile hali, mtoto uko tumboni na amekufa tumboni, na anabaki na mtoto aliyekufa tumboni, anapambana na ile hali. Sasa pesa itampa faraja gani pale? Haiwezi kumpa faraja. Haiwezi kumpa faraja. Hebu fikiri, umefiwa, baba yako amefariki, wala wanakuletea pesa, wanaondoka, baki peke yako. Ndiyo, unaweza kuchukua pesa ukachimba kaburi, lakini pale unachokihitaji zaidi sio pesa. Unahitaji watu wa kukupa faraja, wakupa matumaini ya kupambana na ile hali. Kwa hiyo hapo tunasema kwamba pesa sio kila kitu. Ina umuhimu, lakini haijibu kila tatizo, na wala haijibu kila hitaji. Sasa kwa nini sasa tumehamia kwenye pesa kama kitu ndicho kinachojibu kila kitu? Sio tukwambia mapenzi bila pesa hayaendi, sio? Hayaendi. Kama una pesa, ondoka zako. Ina maana kwamba bila kuwa na pesa wewe ukubariki. Ndio tunaona dunia sasa naiona hii sasa tunaishi, na ndio mahusiano mengi yamelala hapo. Juzi niongea binti jana moja kaniambia girlfriend kwa tumeachana. Kwa nini? Niliishiwa hela akaniacha. Sasa huu ndio kulenye huo. Sasa pamoja na ukweli kwamba pesa huwezi kukwepa katika mahitaji ya kila siku, tunafanya kazi, tunatafuta pesa tuweze kuishi, tuweze kupata mahitaji yetu, bado sio kwamba pesa haziwezi kujibu matatizo ya kila siku ya binadamu. Kuna matatizo yanahitaji faraja. Kuna matatizo yanahitaji tu uwepo wako. Kuna matatizo yanahitaji tu kukaa chini na kumsikiliza yule mtu, ndio majibu yake. Hatari iliyolala kwenye kuona pesa kama ndiyo majibu yote ya mahusiano ni kubwa,
kuliko tunavyoweza kudhania. Ukihalalisha uhusiano na pesa, kinachotokea pale ni kununua penzi. Ile love of friendship haiko. Mahusiano ambayo yana uzito wa urafiki yanakuwa hayapo. Inabaki mahusiano yenye sura ya kutumiana tu inatosha, na uhusiano ambao kama unacho sawa, kama huna ondoka, unabakisha na mahusiano yale. Sasa yale mahusiano yanaacha maumivu makubwa sana, na yanaacha maumivu kwa sababu mimi kwa vile nina pesa leo nikamchukua yule, kesho nikamwacha nikamchukua mwingine tena. Sasa pesa yangu zinamleta, pesa yangu inamleta, na mimi kwa sababu nataka pesa, yule kwa sababu hana pesa namwacha naenda kumchukua mwingine kule. Sasa nataka pesa. Kwa hiyo mwenendo wa kuacha na kuachwa unaanza kuzunguka siku hadi siku, na mahusiano ambayo yaliyohimiliwa na urafiki, love friendship, yanapotea. Unaingia sasa kwenye mahusiano ya kinyama, mahusiano yasiyokuwa na thamani ya utu, mahusiano yasiyokuwa na thamani ya upendo halisi wa kindugu na kibinadamu yanapotea. Mahusiano yenye sadaka yanapotea. Sasa sema awali kwamba mahusiano yoyote yaweze kudumu lazima kuwe na kipengele cha sadaka. Wakati wote sadaka ina mvuto. Hebu fikiri una binti ambaye ni rafiki yako, penzi wako, anaumwa, yuko kitandani hoi. Kwa wakati huo hawezi kukupa penzi, kumvezi kabisa. Wewe utumia mshahara wako wote kuweza kuhakikisha kwamba anapona, na pengine unakopa kuhakikisha anapona. Yule binti amepona. Ni alama gani yenye nguvu umeacha kwake? Ni alama ambayo hataweza kuiondoa, na hata akiondoa bado itamsukuma kwenye dhamira yake, kwa sababu ya mateso uliyochukua, mateso uliyochukua kumsaidia yeye ili aweze kupona. Sio kwa sababu ulikuwa na pesa, lakini kwa sababu ulivuka uhusiano ambao unajengwa kwa matumizi peke yake, kutumiana peke yake. Kwa mapenzi ambayo yamelala kwenye pesa ni hatari sana. Hii ina maana kwamba hatuhitaji pesa, tunahitaji pesa, lakini swali kubwa, namna tunavyotumia zile pesa katika kujenga uimara wa mahusiano, na hasa katika tendo la sadaka. Sambamba na hilo daktari, kuna kitu ambacho ni kama ninawaza huenda kina uhusiano
ninahitaji ufafanuzi zaidi, labda kuweza kuelewa kwamba nimefikiria hapa wakati unaeleza kuhusiana na pesa na thamani, tunavyoithaminisha thamani ya vitu au na watu pamoja na pesa. Nikirejelea katika ule mtazamo wa Kant, kwamba kukitaka kuitumia pesa sasa hapa kama njia, lakini tunaitumia pesa kama kitu chenyewe zaidi, kama kile tunachokitegemea, kwamba not as a means but at the end itself. Kwa maana ya kwamba mtazamo unaokuja, pesa ilikuwa ni njia ya mabadilishano mwanzo. Kwa hiyo siku zote tulikuwa tukipata pesa, hatufurahii katika kuwa na pesa, lakini tumepata nyenzo ya kubadilishana. Tunafurahia kile tulichobadilishana na sio hii nyenzo. Lakini mtazamo wa sasa, tunafurahia nyenzo kana kwamba tukishakuwa na nyenzo tuna kila kitu. Kwa hiyo katika kurudisha thamani ya kitu ambacho tungekipata kupitia nyenzo, tumeithamanisha nyenzo kuliko kitu chenyewe, ambayo sasa ndio maana utaona kwamba mtu anasema hata akienda akampa binti hela kwa ajili ya mahusiano, anapokuwa naye hafurahii yule binti, anafurahia ile pesa yake iliyompatia yule binti. Anaponunua gari, furaha yake sio kwamba ana gari, anafurahia ile pesa aliyonayo ambayo imeileta ile gari. Sio tayari hapo tumeitoa katika kukifanya kama nyenzo, tumeifanya ndio kuthamanisha. Kwa hiyo na hapo naanza kuhisi, je, huoni katika huo mtazamo ni sisi wenyewe wanadamu ambao tayari pesa yenyewe haina shida katika muundo wake wa kubadilishana kama njia ya kubadilishana, lakini sisi tumeondoa mtazamo katika kazi yake maalum ya kubadilishana na tumethamanisha kama thamani ya mwisho. Unasemaje? Lengo la pesa ilikuwa ni kubadilishana, kuthaminishana vitu hata kubadilishana, lakini ile pesa nayo inakuwa na nguvu ya kubadilishana, yaani nguvu ya kununua. Sasa kama pesa ina nguvu ya kununua, ina maana kwamba ile ni bidhaa. Pesa sasa inakuwa na nguvu ya kununua bidhaa, nguvu ya kununua bidhaa. Tukienda kwenye maadili kama ya mahusiano, mwanamke akiingia duniani anakuwa kama vile bidhaa ambayo wewe mwenye pesa unaenda kuithaminisha kwa kuinunua ile bidhaa au kuenda ile bidhaa. Sasa kulingana na ile bidhaa inavyokuwa na thamani kubwa au inavyoona na thamani kubwa, ndivyo kiwango cha pesa kukipata inakuwa kubwa zaidi, inakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo maana kwamba ile exchange value ile, kwamba thamani ya pesa inayotolewa inalingana na thamani ya ile commodity, ile bidhaa ambayo inachukuliwa. Na kwa maana hiyo ni kwamba sasa wewe unaenda kuinunua ile bidhaa, unategemea ile bidhaa ilipe kulingana na thamani ya pesa uliyotumia, iendane na thamani ya pesa uliyotumia. Hapa nataka kuja kwenye hoja, kwa nini bintu wengi wazuri sana wanaishi kwenye matatizo, kwamba wanajithaminisha kwao ni bidhaa bora kwenye soko. Kwa hiyo wanakwenda kununua ile bidhaa, wanaingia kwenye mchakato wa kupambania ile bidhaa, na kadiri unavyoipambania ile bidhaa, ile bidhaa inajiongeza thamani. Ikishajiongeza thamani yenyewe,
ina maana kwamba mwenye uwezo wa kuiendea ile bidhaa ni yule tu mwenye hela kubwa. Na kwa sababu hiyo hawa mabinti wanashindwa kuelewa kwamba huyu kama anachofanya hapa kwangu mimi hafanyi kwa sababu anathamani na mimi, kuna thamani na mimi katika maana hiyo, lakini anapenda tu yale yatakayolingana na thamani ya pesa yake ambayo nimetoa, amenipa, ambayo ametumia kwangu. Asipoikuta ile, je, aona pesa yangu nimetumia bure, haina maana, atamtafuta mwingine. Katika hali hiyo hakuna kipengele cha sacrifice kitakuwepo pale, hakuna kipengele cha sadaka kitakuwepo pale. Sadaka haitoi wapi? Kwa sababu kinacho command yeye ni pesa yake pale. Sasa mwisho wa siku wanajikuta kwenye hali ya kuchukuliwa na huyu, kuachwa na huyu, kuachwa na huyu, kuachwa, kwa sababu ama kile ambacho alikitegemea toka kwa yeye hajakikuta ingana pesa yake, au tu amekuwa bored kwake. Ndugu watazamaji, leo hii tulikuwa na mwalimu wetu, mwanafalsafa Mtanzania safi kabisa, Dr. Adolf Mihanjo. Kimsingi tumejifunza mambo mengi sana, na kwa sababu ya muda hatutoweza kuendelea tena kwa wakati huu. Basi Mungu akijalia, wakati ujao tutaendelea na mada zingine nyingi tu. Kama mlivyomsikia, Dr. Mihanjo anayo mengi sana ya kutushirikisha. Leo hii amegusia mahali au amegusia dhana mbalimbali. Ya kwanza ikiwemo uhalisia wa maisha. Maisha ni milima na mabonde. Sasa kama ilivyo muhimu kwa mwanafunzi yoyote kutumia muda wake na kuelewa anayojifunza, vile vile kwa kuwa sisi binadamu ni wanafunzi vile vile wa maisha, ni muhimu kutulia na kuyaelewa maisha yalivyo kwa namna ambayo inawezekana. Kwa sababu kwa kuelewa hayo, basi tunajiweka katika nafasi iliyo bora kupambana na changamoto. Lakini vile vile ameongea vizuri sana Dr. Adolf Mihanjo ya kwamba changamoto zilizopo katika maisha zisieleweke katika hali hasi wakati wote. Wakati mwingine ni vizuri kuelewa ya kwamba changamoto huenda ni sehemu asilia ya maisha. Kwa hiyo ni vizuri kuitumia kama ngazi kuelekea pale ambapo tuna matazamio ya kuelekea kama binadamu. Nikushukuru sana Dr. Adolf Mihanjo kwa tafakari hii fupi ambayo tumefanya leo hii. Nikushukuru Brother Johnson Jackson vile vile kwa maswali, kwa your contribution as well. Thank you very much for the man behind the camera as well. Thank you very much for hosting us this session. Until next time, this was Bonaventure's PSA, Platform for Symposia and Action. This was episode A72 from the Philosophy and Science Wing. Until next time, bye-bye for now. Thank you.